ومحى الظلمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فجزى الله سيدنا وحبيبنا محمدا خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Watukufu wa Islam, jana tulimalizia kuzungumza akhbari za Sayyiduna Idris alayhi wa ala nabiyina as-salatu was-salam. Tukafika sehemu faraaina kaifa qudiya ala nabiyillahi Idris, vipi alifariki na wapi ilipochukuliwa roho yake, kama alivyosema Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu, faqad rafa'ahu makanan aliyya. Na leo biidhnillahi tabaraka wa ta'ala ta'alau linatanawala hadha almawdu' sawiyan. Madha ba'da Idris? Maudhui yetu ya leo, nini kilichotokea baada ya Nabii Allah Idris alayhi salam? Baada ya kufa kwa Nabii Idris, umma wote ulioachwa na Nabii Idrisi ulibakia katika tauhid bila ya kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Tauhid yani hakukuwa na Mungu mwingine anayeabudiwa pamoja na Allah. Maasiya yalikuwepo, na tulitaja maasiya yalianza kutokea mwenyewe Adam yupo. Yani watoto wa Adam wapo waliokuwa wakifanya maasi, fujur, zina na vitu vingine katika ule upande wa watoto wa Qabil, kama nilivyoeleza katika kisa cha Nabii Allah Adam alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo maasi yalikuwepo, lakini maasi ya shirki yalikuwa hakuna. Watu wote walikuwa wako katika tauhidi ya kumpwekesha Mwenyezi Mungu peke yake bila ya mshirika. Kwa hiyo umma ulikuwa ni umma mmoja, na Qur'ani hivi ndivyo inavyoeleza. Katika suratul Baqara Allah anasema kana an-nasu ummatan wahida, watu walikuwa ni umma mmoja. Sasa ni watu gani hao wanaoelezwa kwamba walikuwa umma mmoja? Ndio hawa tunaowaelezea leo, kutokea Nabii Adam mpaka kufika kwa Nabii Idris. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. يعني watu walikuwa ni kundi moja, la inhirafa fihim, la shirka, hakuna shirki ndani yao, hakuna kumwabudu asiyekuwa Allah, pamoja na kwamba maasi yalikuwepo. Lakini kila siku zilivyokuwa zinakwenda, kukawa kunajitokeza mambo fulani fulani katika jamii ambayo iliachwa na Nabii Idris. Katika kundi hili la watu waliokuwa wacha Mungu, walitokezea baadhi ya watu ambao wakawa maarufu sana kwa ucha Mungu wao, bali walikuwa kipigiwa mfano katika takwa walizokuwa nazo, hata asbaha an-nasu yaqtaduna bihi, mpaka watu wakawa iqtadau bihaulai alqaum, wakawa wanawafuata na wamewafuata kwa ucha Mungu wao na akhlaqi zao na silatur rahim na kuunga kwa walivyokuwa. Yani walikuwa ni mithalan ala nas, na walikuwa wanajulikana kwa majina. Mmoja alikuwa akiitwa Wuddun, wa pili alikuwa akiitwa Yaghuthun, wa tatu alikuwa akiitwa Yauqun, na wanne akiitwa Nasra. Wad, Yaghuth, Yauq wa Nasra. Hawa watu walikuwa ni katika vipindi ambavyo Nabii Allah Idrisa ameshaondoka.
Yaghuth, Yauq, Suwaa na Wudd na Yauqa. Hawa watu watano ni mashekhe na ulama wa hali ya juu sana katika kipindi hicho, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwajalia wakawa wana nasibu kubwa katika ibada. Ikafika wakati nao wakawa wanakufa mmoja baada ya mwingine, pamoja na umri wao kuwa mrefu, lakini imefika mahali Wuddun anaonekana yanamu ala firashil maut. Watu wake, jamaa zake, wanafunzi wake wanakuja kumzika, wanalia, machozi yanawatiririka na huzuni inakata nyoyo zao, kwa sababu mfano wa mtu aliyeondoka hautoweza kupatikana tena. Yaghuth anafuatia, Yauq anafuatia, Suwaa anafuatia, Yauq, Nasra anafuatia. Wote watano wakaondoka katika dunia mmoja baada ya mwingine. Sasa kipindi ambacho walikuwa hawapo hawa mabwana kilikuwa ni kipindi cha huzuni sana, kwa sababu lan yajidu amthalahum ba'dahum, hawatopata watu watakaokuja kureplace zile darsa na vile vikao walivyokuwa wakikaa na kuviendesha hawa watu. Na hili ni jambo la kawaida katika jamii. Sisi tumeondokewa na watu wakubwa katika nchi yetu hii. Mashekhe wanapotajwa na ulama, unasikia vipi mpaka amekufa huyu, unakaribia kukufuru kwa ule uzito wake. Kwani ataondokaje mtu kama huyu? Kwa nini asife fulani? Unasema bora angekufa fulani akabakia fulani, kwa sababu ya hidayah waliokuwa wakiitoa kwa watu na ilmu yao ilivyokuwa ikileta nuru. Lakini wote wanakwenda kwa Allah jalla jalal. Unaweza kuona watu wanalia siku ya kufa mtu fulani, si kwa sababu tu kwamba amekufa, la, yale ambayo ameondoka nayo watu yapata tena. Aliwahi kwenda bwana mmoja kuomba angalau asali kwa mmoja katika aghniya walioachwa na bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika sahaba. Yule bwana kaenda na chupa yake ndogo hivi, enda kuomba asali kwa huyu tajiri. Kagonga mlango, akapokewa vizuri, akamwambia naomba kidogo asali kidogo, sababu asali kama ilivyoelezwa katika Qur'ani umuhimu wake ni dawa na hivi na hivi, naomba asali kidogo. Yule bwana aliyeomba asali kidogo kwa kichupa kile alichokuja nacho, yule bwana akaingia ndani, akaonekana anabeba mtungi mzima, anamletea yule bwana alokuja na chupa. Yeye kaja na chupa ndogo kama hii, lakini bwana katoka na mtungi anampelekea. Akamwambia mimi nimekuja na kichupa changu hiki, naomba kidogo tu, wewe umenitolea mtungi mzima. Lakini hawa watu walikuwa wanaaminiana. Ingekuwa sisi tunamwambia ndo unanikomoa nisije tena. Lakini yule bwana akafurahi ghayat alfarah kwa kuwa ameletewa mtungi mzima. Kisha akamuuliza, maladhi hamalaka ala hadha, kwa nini umeleta mtungi mzima wakati mimi nimekuambia unitilie humu tu kidogo? Akamwambia, wewe ulivyoomba asali umeomba kwa kadri ya hali yako, umeomba kwa kadri ya hali yako ilivyo, na sisi tulivyotoa tumetoa kwa kadri ya hali zetu zilivyo. Mimi si mtu wa kukugawia kichupa kama hicho. Kwa uwezo ambao Mungu amenipa, mimi ni mtu wa kukupa mtungi mzima. Kwa hiyo natoa kwa kadri ya uwezo ambao Mungu amenijalia, amenipa. Yule maskini fukara akatokwa na machozi, kisha akamuuliza kwa mshangao mkubwa, na hapa ndipo tunapokuja kukuta umuhimu wa mtu baada ya kuondoka. Akamuuliza, amithluka yudfan, yani wewe utakuja kufa siku moja wewe? Kwa sababu ukija ukifa sisi nani atatulea kama hivi? Yani unaweza kuchanganyikiwa kwa ule umuhimu wa yule mtu alokuwepo katika dunia. Amithluka yudfan, mfano wako wewe naye pia atazikwa, mfano wako wewe pia naye atakufa. Na
kuna watu wakifa, watu